tunapanda miti, tunalinda mazingira. Rufiji yetu chemchemi ya maisha. Tunakusanya na kuhifadhi maji safi kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Nakumbuka enzi za ujana wangu, tulikuwa tunatoka na mama yangu kwenda kutafuta maji saa 9. Tunaenda na pipa, ina maana tukawahi kwenye visima tusubiri yale maji mpaka tujaze pipa. Alafu tunafunga na kitenge juu. Mmoja atabaki pale kulinda maji, wengine tunabebelea kuyasombelea nyumbani. Miti inapandwa, ardhi inatulia, mito inatiririka, maisha yanabakia. Bodi inatoa elimu kwa jamii kila siku, kutunza rasilimali kwa moyo wa umoja. Uhifadhi wa mito, uhifadhi wa vyanzo, kupanda miti mipya ni jukumu letu. Mito ni mizizi ya maisha ya jamii. Kila mche wa mti unaopandwa unasaidia kudhibiti mmomonyoko wa ardhi, kuongeza unyevunyevu wa udongo na kulinda vyanzo vya maji. Katika kuadhimisha wiki ya maji mwaka 2026 yenye kauli mbiu inayosema maji na jinsia, Bodi ya Maji Bonde la Rufiji imeendesha zoezi la upandaji miti katika maeneo mbalimbali ya vyanzo vya maji kwa lengo la kulinda mito na kuhakikisha maji yanapatikana na mito inatiririka bila kikwazo. Miongoni mwa maeneo yaliyopandwa miti ni kando mwa mto Litro Ruaha ambao maji yake yanategemewa kwa matumizi ya wananchi, kilimo na uzalishaji wa umeme. Katika kuadhimisha wiki ya maji ya mwaka huu tumekuwa na shughuli mbalimbali. Shughuli ya kwanza, tumekuwa na shughuli za upandaji wa miti kwenye vyanzo vya maji katika mkoa wa Iringa na mkoa wa Mbeya. Kwa mkoa wa Iringa tumefanya shughuli ya upandaji wa miti katika mto Litro Ruaha ambao ni chanzo muhimu cha maji yanayotumika na mji wa Iringa. Lakini pia tumeshirikiana na jumuiya za watumia maji katika kupanda miti katika bonde la Kilombero ambako takribani miti 70,000 mpaka sasa hivi imeshapandwa katika vyanzo mbalimbali. Na kwa mkoa wa Mbeya hususan katika bonde la Usangu tumefanya hili zoezi kupitia wiki ya maji la upandaji wa miti katika mito mbalimbali ikiwemo Mbalali, Mambi, Mpolo, Mlo, Mkoji na maeneo mbalimbali katika bonde hili. Mkurugenzi wa Bodi ya Maji Bonde la Rufiji, Mhandisi David Mukyala, anaeleza kuwa juhudi hizi za upandaji wa miti rafiki na maji ni sehemu ya mkakati mpana wa kulinda rasilimali za maji dhidi ya uharibifu unaotokana na shughuli za kibinadamu. Sisi tupo hapa kwa lengo la kuitimiza kauli mbiu hii. Tumeanza leo kwa zoezi la kupanda miti katika mto huu wa Litro Ruaha. Mto wa Litro Ruaha ni moja ya mito mikubwa katika eneo la bonde la Rufiji kwa sababu huu ni mto ambao unatumiwa na mamlaka ya maji ya hapa Iringa, maana IRUWASA, katika kusambaza maji kwa ajili ya eneo zima la manispaa ya Iringa na vijiji ambavyo vipo pembezoni. Kwa hiyo ukiugusa mto huu, ukiutunza mto huu, ukiuhifadhi vizuri, tafsiri yake kwamba unahakikisha uwepo wa maji endelevu kwa ajili ya wakazi wa Iringa na maeneo ya jirani. Sasa baada ya mto huu pia ukiachana na kusaidia katika usambazaji wa maji katika mji wa Iringa, lakini mto huu pia maji yake yanatumika katika kuzalisha umeme kwenye bwawa la Mtera, bwawa la Kidatu na baadaye bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa utaona umuhimu wa mto huu katika eneo la kiuchumi lakini pia na kijamii. Sasa tumeanza na zoezi hili katika wiki hii ya maji, kwa sababu wiki hii ya maji maadhimisho yanaanza leo tarehe 16 lakini tutaenda mpaka tarehe 22. Tumeanza na wiki hii, tumeanza na leo, lakini kesho pia tutaendelea na shughuli mbalimbali. Lakini kabla hapo tulishaanza wiki 2 kabla kuhakikisha kwamba tuna na haya maandalizi ya maazimisho ya wiki ya maji, kwa sababu tumeendelea na ujenzi wa mabirika ya kunyweshea mifugo ili kuzuia wananchi wasiende
kuharibu vyanzo vya maji kwa kupeleka mifugo kwenye vyanzo vya maji. Kwa tumejenga hilo katika maeneo ya Usangu, lakini pia tumeendelea kuunda vikundi COCOBAs kwa ajili ya kutoa fedha mbegu seed money, ili kuwasaidia wananchi wajishughulishe na shughuli mbadala badala ya kujikita katika shughuli za uharibifu zinazopelekea uharibifu wa vyanzo vya maji. Kwa tumefanya kwa ujumla huu na tutaendelea. Kesho tutakuwa na mafunzo ya watumishi wote, kwa maana bodi ya maji bonde la Rufiji, RUWASA pamoja na maabara ya ubora wa maji ya Iringa. Mafunzo haya yatahusisha mambo ya kiuchumi na mambo ya kifedha, lakini pia tutashirikiana na benki mbalimbali kwa ajili ya kuja kutoa mafunzo haya, lakini pia tuna mafunzo ya mambo ya kiafya na tutatoa fursa kwa watumishi kupima afya zao, na hii yote ni kuhakikisha kwamba tunaitendea haki wiki ya maji. Lakini pia Mukyala anaeleza dhana ya kauli mbiu hii ya maji na jinsia. Kauli mbiu ya maji na jinsia tunaitafsiri vipi? Tunaitafsiri kwa kuhakikisha kwamba maji yanapatikana. Na hii kauli mbiu ni kama vile wenzetu wa kimataifa walijua kwamba kauli mbiu hii inaendana moja kwa moja na kauli mbiu. Walijua kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ya kumtua mama ndoo kichwani. Kwa hii ndio dhana kubwa ya kauli mbiu hii, kwa sababu maji na jinsia, lengo kubwa ni kwamba ushiriki wa wanawake katika usimamizi wa rasilimali za maji. Na ni kwa nini ushiriki wa wanawake katika usimamizi wa rasilimali za maji? Ni kwa sababu wanawake ndio kwa namna moja au nyingine wanaathirika na upatikanaji au ukosekanaji wa rasilimali za maji. Maji yakiwa mengi yakaleta mafuriko, wanaume wana uwezo wa kufight, wakakimbia, wakapambana, wakaondoka. Lakini mwanamke mama mara nyingi yeye atabaki na watoto, yuko na familia, atashindwa. Kwa sehemu kubwa ataathirika na mafuriko mama. Lakini upatikanaji wa maji pia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kwa sehemu kubwa yasipopatikana, maanake kwa sehemu kubwa anayeumia zaidi ni mama. Kwa hiyo kauli mbiu hii imekuja wakati mwafaka na ikienda sambamba na dhana zima ya Mheshimiwa Rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita ndiye aliyekuwa mgeni rasmi katika zoezi hili la upandaji wa miti. Anasisitiza kuwa zoezi la upandaji wa miti rafiki na maji ni hatua muhimu katika kulinda maisha ya wananchi kwa maendeleo endelevu. Nashukuru sana. Kama unavyojua kweli, bila utunzaji wa mazingira, bila utunzaji wa vyanzo hatuna maji. Kwa hiyo utunzaji wa vyanzo vya maji ni kitu muhimu sana ili kuendelea kuwa na hivyo vyanzo. Na leo ikiwa ni wiki ya kuadhimisha wiki ya maji ambayo inaanza tarehe 16 mpaka tarehe 22. Wenzetu wa Rufiji Basin wamefanya kitu kizuri sana. Wameona wachague eneo hili la Little Ruaha ambapo maji asilimia 80 ya wakazi wa wilaya Iringa wanayategemea. Kwa hiyo eneo hili ni muhimu sana kama kielelezo cha kuonyesha umuhimu na hasa kuhamasisha wananchi kutunza mazingira. Kwa leo tumekuja hapa katika zoezi hili la upandaji miti ikiwa ni kama kukumbusha jamii na kuonyesha kwa mfano kwamba tunahitaji wote kwa pamoja kushirikiana kutunza vyanzo vyetu vya maji. Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya amesema ili kuhakikisha maji yanapatikana kwa kila mwananchi kwa kilimo, uzalishaji wa umeme na matumizi ya nyumbani, jamii inapaswa kuachana na suala la uharibifu wa vyanzo vya maji, huku akieleza kuwa hatua kali zitachukuliwa ili kudhibiti hali hiyo. Tumekuwa na juhudi sasa za muda mrefu na tunazidi kuwakumbusha viongozi wote katika ngazi za mitaa na vijiji kuhakikisha wanatunza vyanzo hivi vya maji. Hasa katika kuangalia mwenendo mzima wa ufugaji na ukataji wa miti. Hayo mambo mawili yamekuwa ni changamoto. Sio hapa tu, lakini tumeshaona kule juu milimani kwa sababu mara nyingi hakuna watu wengi. Sasa wenzetu wanachukua nafasi hiyo kwenda kufanya shughuli kule za
za ulimaji, lakini pamoja na kupeleka mifugo. Tumekuwa wakali kidogo na tunaendelea kuchukua hatua, kwa sababu tusipochukua hatua tutajikuta vyanzo vyetu vinaathirika sana. Kama mnavyojua sasa hivi mkiangalia kule Mtera, mkiangalia Great Ruaha River, mnaona kabisa maji chanzo kile, yani kile chanzo sasa maji yameshuka sana. Hivi ni vitu ambavyo pia vinachangia. Kwa hiyo tusipokuwa wakali na kupeleka hii elimu kwa wananchi wote, tunaweza kujikuta baadaye tukawa na hali mbaya. Kwa hiyo tunachukua hatua za haraka na mapema ili kudhibiti hali hiyo na isiweze kutuathiri huko baadaye. Zoezi hili pia limeshirikisha mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Iringa RUWASA pamoja na wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA, ambao kwa pamoja wameshiriki katika juhudi za kulinda chanzo hicho muhimu cha maji. Tuko hapa leo tukishiriki zoezi la kupanda miti katika eneo hili. Kama unavyoona, eneo hili ni kati ya maeneo ambayo yanapakana na mto Ruaha mdogo ambao ndo chanzo cha maji kwa wakazi wa mji wa Iringa pamoja na maeneo ya pembezoni. Kwa maana hiyo ni kati ya eneo ambalo lilikuwa limeharibika hapo awali kutokana na shughuli za kibinadamu, lakini zikiwemo mifugo, lakini kupitia zoezi hili litaweza kurudisha uoto wa asili katika eneo hili, ambapo tunaamini kabisa kwamba mto huu utaendelea kuwa katika mazingira salama, na hivyo inatuashua sisi watu wa mamlaka za maji upatikanaji wa maji yaliyo safi na salama kwa ajili ya kuwapelekea wananchi. Leo tumeanza zoezi zima la wiki ya maji ambayo limeanza tarehe 16. Tuna matukio kadhaa hapa katikati katika kuelekea hitimisho la kilele cha wiki ya maji ambayo ni tarehe 22. Ili zoezi la upandaji miti katika chanzo hiki cha mto Ruaha mdogo kimezinduliwa hapa leo, lakini tuna shughuli kama vile hizi pia katika maeneo mengine ambayo yapo katika wilaya zingine za Kilolo na Mufindi. RUWASA tunahudumia wilaya 3. Kwa hiyo tunashukuru mashirikiano haya ambayo tumekuwa nayo katika hizi taasisi ambazo ziko chini ya Wizara ya Maji, kuratibu mazoezi kama vile haya, kuhakikisha kwamba tunahifadhi vyanzo vya maji na kuweza kuwafikishia huduma ya maji wananchi kama muundo wetu unavyotaka. Baada ya zoezi la upandaji wa miti, uongozi wa serikali ya mtaa ya Mlangali kata ya Igumbilo ukaeleza namna walivyojipanga katika kukabiliana na uharibifu huo. Kweli maji tuna furaha, kwanza yanatusaidia. Ina maana vyanzo vya maji vikikauka, sisi wamama hasa ndio tutakaopata, ndio wahanga wakubwa watakaopata shida ya kutafuta maji sehemu yenye umbali mrefu. Maana miaka ya nyuma tulihangaika sana kutafuta maji. Mimi sio nakaa jirani na mto. Kwa mfano kama makazi haya hapa wapo jirani tu na mto, mimi niko mbali na mto. Lakini kwa nyakati hizi kweli tumeelimika, tumenufaika, watu tumeweka hata mabomba majumbani kwetu na maji. Yote inatokana na nini? Utunzaji wa vyanzo vya maji. Kwa ujumla, zoezi hili la upandaji wa miti rafiki na maji linaonesha dhamira ya dhati ya Bodi ya Maji Bonde la Rufiji kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika kulinda na kuhifadhi rasilimali za maji, kwani ushirikiano huu ni nguzo muhimu katika kuhakikisha maji yanaendelea kupatikana kwa wingi na kwa ubora kwa ajili ya maendeleo ya sasa na kizazi kijacho.